Mvua inanyesha sana sana, na hii hapa inatuathiri sisi wakulima wa mahindi na mazao mengine ambayo yanaathirika mvua kama ikiwa nyingi. So kama unavyoona hapa kwenye shamba letu hili, mahindi haya yalikuwa yanakaribia kukauka kabisa na yawe tayari kuvunwa, na ilitubidi kufanya hivyo, lakini mvua inavyonyesha hatuna budi kufanya hivyo. So leo tunaona ndo angalau jua limewaka, lakini kama unavyoona hapa mahindi yanadondoka chini, na kisha dondoka tayari yanaanza kuliwa na mchwa, na pia yanaendelea kupata maji mengi sana. So unakuta kuna ule ugonjwa unaitwa sumu kuvi. So ile changamoto waga inaathiri sana mahindi kwa kuwa na maji mengi sana. So kama unavyoona hapa, yakishadondoka tu chini lazima ataanza kuathirika. Sasa wao unaanza kuona tunaanza kupiki, tunaanza kuyavuna kidogo kidogo kwa hapa, hasa ambao yamedondoka chini, then tusubiri haya ambao yamesimama, akikauka pia tuje kuyavuna yote kwa ujumla. So hii ni challenge, hizo ni changamoto ambazo tunazipitia hapa, hasa huu wakati wa mvua. Hii mvua ambayo inanyesha inakuwa nyingi sana. Hii haiathiri sisi tu wa mahindi, lakini pia ambao wamepanda maharage yale ya njera ya awamu ya pili. Mvua inapokuwa nyingi sana, unakuta maharage yale pale yanaanza kubadilika, yanakuwa ya njano, mengine kabisa yanatoka kwenye udongo, yani manake yanakuwa yameanda kama vile flood. So erosion inatokea pale, mmonyoko, maharage yanakuwa yanaathirika sana. But kwetu sisi hapa mahindi yetu hapa, kama unavyoona, challenge inakuwa ni kwamba yanadondoka chini. So yakishadondoka chini yanaanza kuliwa na mchwa, na pia yasipoliwa na mchwa unakuta yako chini hapo yanaanza kuliwa na panya, au hasa kupata ile sumu kuvi, wadudu wanaosababisha hizo mambo za sumu kuvi. So that is a changamoto, na hapa ndo navyoona hapa tupo shambani kwetu. Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa tupo shambani kwetu hapa tulipopanda mahindi. Mahindi yetu haya yamekauka kwa kiasi chake, lakini sasa mvua inakuwa ni nyingi sana, inanyesha mpaka mahindi mengine yameanza kudondoka chini, yanaanza kuliwa na mchwa. Sasa tunashindwa hapa tunavunaje kwa wakati mmoja, kwa sababu mengine yamekauka, mengine bado hayajakauka kabisa, lakini haya ambayo yanadondoka chini unakuta yanaanza kuliwa na mchwa. Kwa hiyo sasa sisi tunaamua bora tuanze kwanza kupiki ambayo yapo chini, tunavuna kwa staili hiyo hapo, kwamba tuvune kwanza ambayo yapo chini, then tutaendelea kusubiria ambayo hayajakauka yamesimama, ndio tuendelee na utaratibu mwingine. So hii inatu affect sisi kuja na exact namba kwamba kwa hii hekaya hapa tumepata kiasi gani, kwa sababu unakuta mvua hii hapa inavyotuathiri. Hapa penye kama unavyoona hapa hali mbaya, muda si muda hapa itaanza kunyesha. So that is it guys, leo itabidi tufanye hivyo, tuanze kupika ambao wamedondoka chini ndio tuondoke naye. Na changamoto nyingine kubwa zaidi ambayo ni mbaya, unakuta ambayo hajaoza ama ambayo hajaliwa na mchwa, unakuta yanaanza kuota tena yanaanza kutaka kuanza kuzalisha mahindi mengine. So hii ni changamoto, inatuathiri sisi kwenye quality kwanza ya mahindi ambayo tutatoa shambani, na cha pili overall inakuja kuathiri kwenye upande wa faida ambao tutakaoipata, kwa sababu tukiyavuna hivyo hivyo nakuta bei yake itakuwa ni ndogo unless tuanze kulisha mifugo, na bei kisha kuwa ni ndogo kwetu sisi tayari. Na pia kama hayo ambayo yanaliwa na mchwa, mengine aliwa na panya, basi yatapunguza idadi ya mahindi ambayo tutavuna shambani kwetu. So hiyo ni challenge, na hizi ni changamoto za shambani. Mkulima mpya ambao anataka kuanza kulima lazima jiandae kwa hili. Hizi ni changamoto, hatukuweza kuproject kwamba hii itakuja itokee kwamba mvua kubwa itanyesha hivi so mahindi yetu yasikauke. Kama unavyoona hapa, yalikuwa yanaenda kwa rate nzuri ya kukauka, but mvua inakuwa ni nyingi, mingine yanadondoka chini ambayo yamekauka, na akikauka akidondoka chini ndo kama hizo nilizokuambia kwamba zinaanza kutokea.